Na mpenzi mtazamaji wa channel hii ya YouTube ya 5 Media, usahau kusubscribe, kulike pamoja na kucomment ili uweze kupata notification pamoja na update mbalimbali ambazo zinaendelea kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii. Na taarifa kubwa zaidi siku ya leo ni kuhusiana na Askofu Gwajima, ambapo taarifa zake zinazidi kuzagaa kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii kuhusiana na yale ambayo yameweza kutokea siku za nyuma kutokea mwaka 2025 na yale ambayo yameweza kuzungumza kuelekea mwaka 2026. Yapo mengi ambayo Askofu Gwajima ameweza kuyazungumza, lakini katika yote hapa ninakupitisha kujua kwamba Askofu Gwajima ni nani. Ikumbuke Askofu Gwajima amekuwa akileta mijadala mikali zaidi kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii kutokana na namna ambavyo amekuwa akiendelea kutoa maneno ya ukosoaji ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Sasa hapa nakuletea historia ya Askofu Josephat Gwajima. Askofu Josephat Gwajima ni mmoja wa watu mashuhuri nchini Tanzania waliojulikana kwa mchanganyiko wa huduma kiroho, jasiriamali na siasa. Safari yake imejaa changamoto, shuhuda na mijadala inayofanya kila mtu ana jambo la kumzungumzia. Askofu Gwajima alizaliwa na kukulia Tanzania kabla ya kujulikana kama kiongozi wa kanisa. Alipitia maisha ya kawaida yenye mapambano, kujitafuta, kazi, ndoto za mafanikio. Maisha ya awali yalichangia sana mtazamo wake na baadaye kuhusu mafanikio, imani na uongozi wake. Huyo ndio Askofu Josephat Gwajima. Je, vipi kuhusiana na mwituko wa kiroho? Gwajima alidai kupokea mwito wa kiroho alipoelekea kuanzisha kanisa Glory of Christ Tanzania Church GCT kupitia mahubiri yake yenye msisitizo wa amani, nidhamu, kazi na mafanikio. Kanisa lake lilikuwa kwa kasi na kuvutia watu wengi, hasa vijana na wafanyabiashara walivutiwa kutokana na mahubiri yake ambayo alikuwa akiyatoa. Ujasiriamali na mafanikio. Mbali na huduma kiroho, Askofu Gwajima amejihusisha na biashara na uwekezaji, akisisitiza kuwa Mkristo hapaswi kuwa maskini wa kudumu. Mafundisho yake mengi yamejikita katika kuunganisha imani, juhudi binafsi, faith and action. Huyu ndiye Askofu Josephat Gwajima ambaye namzungumza siku ya leo. Iko hivi, kuingia kwenye siasa. Askofu Gwajima aliingia kwenye siasa rasmi kupitia Chama cha Mapinduzi CCM, ambapo alichaguliwa kuwa mbunge wa Kawe, hatua iliyomfanya apate umaarufu zaidi, lakini pia ilimuingiza kwenye mijadala mikubwa ya kisiasa na kijamii. Changamoto pamoja na mijadala. Safari yake haikukosa changamoto. Askofu Gwajima amewahi kukumbwa na migogoro ya kisiasa na kisheria, hali iliyomfanya ajikute katika mijadala wa uhuru wa dini, haki za binadamu na nafasi ya viongozi wa dini katika siasa. Hata hivyo, aliendelea kusimamia katika msimamo yake, kusisitiza haki, ukweli pamoja na uwajibikaji. Kuna lipi tena kuhusiana na Askofu Gwajima? Leo Askofu Gwajima anatambuliwa kama kiongozi mwenye ushawishi mkubwa, anayependwa na wengine, kukosolewa na wengi. Historia yake inaonyesha picha ya mtu ambaye alithubutu na kuamua kufanya mageuzi makubwa katika rada pia za kisiasa kupitia uongozi wake ambao alikuwa akifanya. Hii ni 5 Media ambayo nimekuwa nikupitisha kwenye yale ambayo Askofu Gwajima amepitia kwenye mwaka 2025. Je, unafahamu ya kwamba siku ya mkesha wa tarehe 1 Askofu Josephat Gwajima aliweza kunukuliwa akisema kwamba mapambano yataendelea na Gen Z ndio watoto wake. Una lipi la kuzungumza kutokana na namna Gwajima ambavyo amebadilisha mwaka 2025 kuelekea mwaka 2026? Hii ni 5 Media. Don't forget to subscribe, kulike pamoja na kucomment.